mbegu ya parachichi. Mbegu ya parachichi unaweza ukazifanyia vitu kadhaa. Wale tutakaobarikiwa tukutane kesho tutazungumza zaidi. Lakini unaweza ukazifanyia vitu kadhaa. Unaweza ukachukua lile parachichi ukakatakata ukalila saa hiyo, ukatengenezea juisi, ukafanya chochote unachotaka. Lakini hii mbegu ya parachichi ukaamua kuigrate, alafu ukaichemsha na ikawa chai ukanywa. Au unaweza ukaikausha, alafu ikishakauka ukaisaga ikawa unga. Kwa hiyo unapochota namna hii unaweka, ukisaga unga wako unaweka. Lakini inakusaidia kitu gani? Moyo wako una misuli. Hii misuli saa zote inafanya hivi. Hebu fanya na mimi hivi. Hebu namna hii. Yaani saa zote. Ndio maana unasikia moyo unafanya nini? Moyo unadunda, sio yani ukiwa bado umri wako ni mdogo hausikii kama moyo unadunda. Hausikii. Ukiwa mkubwa mambo yakiwa hayakaikai vizuri kwenye moyo, sasa unashangaa unasikia ndu unausikia. Lakini huu moyo huu unaodunda namna hii, ile misuli yake inachakaa. Ina aina ya protein inaitwa elastin protein. Hii elastin protein, ikiwa wewe unaacha moyo tu unadunda, hebu dunda. Mbona sasa moyo unadunda saa zote na wewe hauchoki, na wewe umeshachoka? Hebu endelea kudunda namna hii. Ikiwa unaacha namna hii, moyo unadunda lakini haurudishi vitamini, haurudishi madini, haurudishi protein. Hii elastic kama rubber bendi inachakaa. Kama rubber bendi inafanya nini? Inachakaa. Misuli ya moyo inakuwa kama tambara, inapanuka. Unanielewa? Lakini kumbe ungeweza kutumia mbegu za parachichi, ingekusaidia kukulindia huu moyo, maana ina hivyo vitu ambavyo moyo unataka. Haleluya. Lakini pia ina lamba na cholesterol, mafuta machafu yanayojenga katika kuta za mifereji. Ina lamba ile, inatoa. Kwa hiyo inakusaidia kwenye moyo na mifereji inayopitisha damu. Inakusaidia. Lakini ngoja nikwambie, hakuna kitu kinaongeza damu faster. Hebu sema faster, kama mbegu ya parachichi. Hakuna kitu kinaongeza damu faster kama mbegu ya parachichi. Yaani mama huyu ni mjamzito, au huyu mama anatakiwa afanyiwe operation lakini hana damu, akaambiwa sio huyu akaongezewe damu. Ukisema nisubiri kidogo, nisubiri tu kidogo, yaani kama siko katika hali hatarishi, lakini nipe tu dakika kidogo, ukaanza kubebeta mbegu za parachichi, mbegu za parachichi, mbegu za parachichi. Unazinywa chai, unatia kwenye uji, ukigeuka hivi ni mbegu za parachichi. Dakika moja unashangaa. Wiki moja ukienda kupima unakuta viunit 4, 5, 6, 7 vimeshaongezeka. Lakini hakuna kitu supabu kwenye mifupa kama mbegu ya parachichi. Hebu sema supabu. Mbegu ya parachichi. Mbegu ya parachichi ni supabu. Yaani kwenye mifupa, mfupa unaunga faster. Maana imesheheni madini. Ina madini mengi ya calcium. Ina madini yanayotengeneza mifupa. Phosphorus ipo, manganese ipo. Ina madini poa, ina madini imara. Lakini hata wewe katika maisha yako ya kila siku, kwa nini ungojee mpaka upate maradhi kama ya osteoporosis yanayosababisha mifupa yako itoke kwenye mpingo iwe kwenye bua la mahindi, mguu wako tu vunjike ovyo? Kwa nini usitumie mbegu za parachichi? Unazeeka na mfupa wako umekaa kama mpingo. Haleluya. Mpango wa Mungu, angalia huo. Mpango wa Mungu wa awali kwa maisha yako, alishaiagiza mbegu ya parachichi. Ndio maana akasema, tazama ninawapa kila mchoto wao mbegu. Hebu tusemeni tena mbegu. Usiwe mwepesi kutupa mbegu. Yaani unapoona mbegu, cha kwanza iheshimu, tafakari kwanza kwamba hii ni mbegu na huenda ni ile ambayo nilipewa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kunitendea mema. Lakini ngoja nikwambie tena kitu kuhusu mbegu ya parachichi. Mbegu ya parachichi inakupandishia kinga. Yaani inakupandishia kinga kiasi cha kupambana na saratani. Wewe hujanielewa wewe. Wewe hujanielewa. Yaani parachichi mbegu yake, cha kwanza ina vitu vinavyoitwa antioxidant, kemikali mimea, ambayo hiyo kemikali mimea unapokula ile mbegu na zile antioxidant zinakwenda zenyewe, zinapapasa, zinakutana na vile viashiria vya saratani ambavyo watu wote hapa tunavyo. Kila mwanadamu aliyoko hapa anavyo. Unanielewa? Unanielewa? Lakini
Haujaingia tu kwenye takwimu kwa sababu askari mwilini mwako wanapambana. Hujanielewa? Bado hauko kwenye takwimu za saratani. Kwa nini? Kwa sababu askari kinga wako wanafanya nini? Anapambana. Muongezee nguvu basi. Haleluya. Mpandishe nguvu zaidi. Mlishe vitu anavyopaswa. Unapotaka askari kinga awe bouncer, hebu sema bouncer. Awe ni FFU mwenye nguvu. Huyo unamlisha na mbegu ya Anapokula anapata misuli vizuri, na jamaa anamtia kozi kila kitu kinachokusababishia saratani. Viashiria vya saratani anaviondoa, na kwa hiyo anakupandishia kinga. Sasa hizo ni mbegu nakutajia, ni mbegu aina 4 nimekutajia, lakini kuna mbegu spices. Kuna mbegu jamii ya viungo. Kuna mbegu jamii ya viungo ambavyo ngoja nikwambie, je, mbegu jamii ya viungo, angalia ni kama iliki, pilipili manga, ni pamoja na hizo karafuu, hizo mbegu hizo mbegu za aina hiyo. Ngoja nikwambie, zile zina kemikali mimea ambazo ni kemikali dawa. Hata kipindi kile tumepata makorona, mnajua jinsi tulivyotumia haya mavitu na tukajisikia vizuri. Umenielewa? Yaani zina uwezo wa kukamata mavirus huko ndani ya mwili na kuyashusha yasiendelee kuzaliana. Na ndio maana tukasema tunahitaji jiko hapa. Tunahitaji jiko ili tutengeneze haya machai dawa. Tunatakiwa, lakini tunataka tuwe na mahali hapa mjini ambapo kuna lichai dawa. Unapotoka kwenye machimbo huko, umefyonza masumu huko, umefanya nini, unapita pale unakunywa yale. Mengine unafukiza, lakini unayanywa yale. Yale yana powerful antioxidant, yanakamata yale makemikali ya moshi, yale makemikali mabaya, yanatanua njia za hewa, yanachia kifua chako kinakuwa wazi. Haubanwi hata na asma, haubanwi na mavitu ya namna hiyo. Haleluya. Katika ulimwengu huu usiokuwa na dhambi, Mungu hakutunyang'anya matunda. Kula matunda ya msimu, ya namna tofauti tofauti, kwa kadri Mungu alivyotujalia kwa msimu tofauti. Wakati wa tikiti, kula tikiti. Wakati wa mapera, kula mapera. Wakati wa maembe, kula maembe. Wakati wa papai, kula avocado mwanangu, kula matunda mwitu, kula. Kwa sababu unapokula yale yote yana maagizo ya Mwenyezi Mungu, maadamu wewe umebakia katika njia kuu. Wapendwa, nimekuja kuwakaribisheni ili tuweze kuwa timamu na akili timamu, na akili yenye kumtegemea Mungu. Ni lazima tule nyumbani. Hauwezi kukubali mtoto wako akawa anakula nje kwa watu. Hawezi. Huko nje kuna mambo yasiyo mazuri. Turudini tule mezani kwa Bwana. Kula mezani kwa Bwana. Kula alichokiagiza Bwana. Kile kina maagizo. Kina maagizo ya kulinda mwili wako. Kina maagizo ya kuongeza mwili wako, kuujenga mwili wako. Kina maagizo ya kukutia nguvu. Kuna maagizo ya kukulinda dhidi ya uchakavu, hata uchakavu wa mazingira. Vyakula tunavyokula na vibakie vile ambavyo amevielekeza Mwenyezi Mungu. Ninapomaliza najaribu kusema hivi, vyakula visiokobolewa sio dili. Sio kama umenielewa. Vyakula visivyokobolewa sio dili. Ile pumba inazoa takataka zote mwilini na kukuondoa dhidi ya uchafu. Lakini ukila isiyokuwa na pumba, mauchafu yanabaki ndani. Hiyo ndio chanzo cha magonjwa. Umenielewa? Pumba ile inazoa takataka zote, mafuta ya ziada, takataka za ziada, mpaka sumu za ziada inatoa. Ukila chakula ambacho hakina pumba, ni nini kinachosafisha mwili wako? Usile chakula kisichokuwa na kiini. Naachia hapo. Mungu na atubariki, atufungue macho. Turudini tule mezani kwa Mfalme.